kwenye stuli iliyokuwa pembeni yangu. Asante. Nimeambiwa hapa kuna msusi na mimi ni mgeni. Nina wiki tangu nihamie. Aliongea kwa sauti ya chini ambayo ilibidi niwe makini sana kumsikiliza. Sawa, karibu. Mimi ndo nasuka. Ngoja nimalizie hapa kuanika hizi nguo nikusuke, nilimjibu. Baada ya kumaliza kuanika nguo, nilichukua mkeka nikatandika. Akamshusha binti yake mgongoni, akamkalisha kwenye mkeka. Alinipa maelekezo ya nywele aliyotaka nimsuke. Nikachukua chanuo na kuanza kumsuka. Hatukupiga stori yoyote kwa kweli. Zaidi ya yeye alikuwa mara kwa mara anamzuia binti yake asichezee matope au kumvuta alipoona anaenda sehemu mbaya. Tayari, nilimwambia baada ya kumaliza kumfunga nywele 5. Namsubiri mume wangu ndo anakuja kulipa na kutuchukua, aliongea. Nilishangaa kidogo, sababu nilimsuka nywele za 500. Ina maana mume anakuja kulipa 500. Yaani alishindwa kumpa mkewe hiyo hela. Nilizidi kujiulizwa kichwani, ila nikajifanya kutabasamu kama vile ni jambo la kawaida. Nilikaa naye mpaka niliposikia sauti ya binti yangu aliyekuwa kaamka. Nikaenda kumbeba. Lakini hapo nikasikia sauti ya bodaboda ikipaki barazani. Nilienda kuchungulia ili nijue ni nani. Lakini sikumtambua. Ghafla yule dada nilimsuka naye akaja barazani. Kumbe ndo huyu mume wake, nilijiuliza. Ni kijana mtanashati mwenye afya tele. Yule kaka akatoa noti ya shilingi 1000 na kumkabidhi mkewe anipe. Baada ya kupokea niliwapa change. Dada, huyu ndo mume wangu, alinitambulisha. Sawa, karibu kaka, nilijibu kwa tabasamu. Asante, basi ngoja tukuache, aliongea huyu kaka. Huku mke wake na mtoto wakiwa tayari wameshapanda kwenye bodaboda. Niliwasindikiza kwa macho mpaka walipotokomea. Ila nilibaki na maswali mengi yaliyokosa majibu kabisa. Ila nilikosa kumuuliza pia.